سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الفضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف سورة الإسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل والإمامين الجليلين الإمام المحلي والإمام السيوطي رحمهم الله تعالى ودام النفع بهما وبعلومهما الشريفة في الدارين آمين رضي الله عنكم آمين. وقد قال الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم في كتابه الكريم. Leo tunasoma katika aya inayoitwa Ayatul Kursi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, kwamba Allah la ilaha, hapana mola abudiwaye kwa haki, fil wujudi, maanake katika ulimwengu huu na katika solar system yote inaingia na mbingu yote inaingia, kwamba hakuna abudiwaye kwa haki illa hu, isipokuwa yeye. Na haya ni majina ya Mwenyezi Mungu, Allahu na huwa Al-Hayyu, aliyehai, mwenye kusalia milele, Adaimul Baqai, mwenye kusalia milele, Al-Qayyum, mwenye kukwima mwenyewe, maana yake anasimamia mambo yote anayotaka yeye aende vile anapotaka yeye anakwenda. La ta'khudhuhu sinatun, haimshiki yeye Mwenyezi Mungu kusinzia. Kule kusinzia hakumshiki Mungu, maana Mungu hasinzii. Wala naumun wala halali, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu vilivyomo katika mbingu na vilivyomo ardhini, milkan, kwa kuvimiliki, wa khalqan, na kuviumba, wa abidan, na viumbe vyote ni watumwa wake subhanahu wa ta'ala. Man alladhi, ni nani huyo? Ay la ahad, maanake hakuna yoyote, yashfau indahu, anaweza kuomba mbele yake siku ya Kiyama, illa biidhnihi, illa yule aliyopewa idhni na Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yushafi'u Allahu, Mwenyezi Mungu atawapa ruksa ya kushufaia al-anbiya'u, mitume, thumma shuhada'u, kisha walokufa vita vya jihadi, thumma al-ulama'u, kisha wanavyoni, siku ya Kiyama, yaumal qiyama.
yushafi'u Allahu yawma al-qiyama thalatha, Mwenyezi Mungu anawapa ruhusa ya kuombea wengine, maana wao washafaulu, ndio maana yake. Watawaombea wengine. Kwanza mitume wataombea wafuasi wao ambao wamefuata ndivyo. Kisha shuhada watawaombea wanaowataka, ikiwa jamaa zao, ikiwa rafiki zao, vyovyote vile. Na mashahidi hawa wako aina mbili, kuna shahidu dunia na shahidu al-akhirah. Kuna shahidi wa duniani na kuna shahidi wa akhira. Shahidi wa duniani na akhira ni yule alokufa katika vita baina ya Waislamu na makafiri, huyu anaitwa shahidi wa duniani na akhira. Na kuna shahidi wa akhira, si wa duniani, ni yule ambaye amekufa kwa kudhulumiwa, amekufa kwa kunyang'anywa, amekufa kwa kuuawa, amekufa kwa kugongwa pale msikitini, msikiti wa Raudha. Mwenyezi Mungu amrahamu yule bibi alokuja kuswali pale kama miaka 12 iliyopita, anatoka msikitini pale, anavuka, kagongwa, kafilia mbali. Sisi tunaifuata maiti kuikimbilia, ishachukuliwa na gari, imepelekwa wapi? Nafikiri ndio Muhimbili itakuwa imepelekwa, lakini anatoka kuswali Ijumaa. Kwa hiyo hao wanaitwa watafufuliwa akhira wakiwa mashahidi. Duniani si mashahidi, maana shahidi haoshwi, wale wataoshwa. Shahidi hana sanda, ngine nguo zake alizofia ndo sanda yake. Hawa wana sanda, hawa wanaswaliwa. Unaelewa vizuri? Basi hao watapewa nafasi siku ya Kiyama kuombea. Thumma shuhada, kisha wanavyoni. Mwenyezi Mungu ajalie walotusomesha wapate kutuombea. Man alladhi, ni yupi huyo? Maana yake hakuna yoyote. Yashfau, anaombea, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, illa biiznihi, ila kwa idhni yake. Lahu, kumpa yeye, fiha, katika kuombea. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, anajua yalopita yao na yalokuwa mbele yao. Na ukifasiri hivi ile kuandikwa utasema anajua Mwenyezi Mungu yalo mbele yao na yalopita. Min amri dunia, katika mambo yao ya kidunia, wal akhira, na akhira. Sisi tumezua tabia, mtu haogopi akhira. Utamwambia mtu, bwana twende tukaswali, anakuambia bwana, kwani huo moto kaumbiwa nani? Haogopi kabisa. Sio haogopi, hajui maana ya maneno anayosema hayo. Maana maneno yale yanamtia kwenye ukafiri. Anasema yaalamu, Mwenyezi Mungu anajua, ma baina aidihim, yaliyo mbele yao watu au viumbe, wama khalfahum, na walioyaacha nyuma yaliyopita, min amri dunia wal akhirah. Kisha kesho akhira atawalipa au atawasamehe, mwenye khiari yake.
wala yuhituna bishaiin min ilmihi, wala hawajui hao viumbe chochote katika ilmu yake. Ay la ya'lamuna shay'an, hawajui chochote illa bima shaa, ila alotaka Mungu ujue ndicho hicho utakijua. Na ndipo Mwenyezi Mungu anasema ittaqullaha wa yuallimukumullahu, mcheni Mungu, Mungu atawafunza, atawapeni ilmu. Ilmu anatoa Mungu, mwalimu anaelekeza, akili ikichukua yale maneno kisha inazalisha kile kinachozalishwa, kile ndio elimu. Mfano wake, mwalimu amekufundisha madrasa, amekwambia dharaba, maana yake amepiga, mkusha maneno yake akishakufundisha. Lakini wewe unazalisha kuona kutokana na neno lile. Dharaba ni kitendo kilichopita, kwa vile hakina tee ya kujulisha huyu ni mwanamke, kwa hiyo alopiga ni mwanamme. Na dharaba maana yake yule alopiga hayupo wakati ule anasemwa. Sasa yale mambo yale mengine yale yote yale Mungu ndo anakupa, lakini mwalimu anakuambia dharaba, amepiga basi. Kwa hiyo ittaqullaha, mcheni Mungu, wa yuallimukumullahu, Mwenyezi Mungu atawafunza ilmu. Kwa hiyo wala yuhituna bishay'in min ilmihi, hawajui chochote katika ilmu yake Mungu, maana ilmu zote ni za Mwenyezi Mungu. Ay la ya'lamuna shay'an min ma'lumatihi illa ma shaa, ila Mungu alichotaka ujue ndicho hicho utajua. Mimi nakumbuka tukisoma kwa shekhe, alikuwa kwa mtu mzima mmoja pale anahudhuria, yeye ameanza kusoma kwa Sharif Junaidi tangu 1963. Wamesoma watu, wameondoka, mpaka tumekuja sisi, nishawa na watoto wake au wajukuu zake, tunasoma sisi, tunaondoka, tunajua yeye bado anasoma, hajaelewa bado. Kwa Mungu angalia nyoyo za watu. Moyo wako ukiwa safi ndio Mungu anaingiza. Na tukitolewa mifano na mwalimu wetu Said Muhammad Adnan hapa, alikuwa imamu wa msikiti wa Rawda, anatuambia ilmu kama glasi, ikiwa nyeupe ndani hamna kitu, Mungu anajaza, lakini ndani yake ikiwa na makorokoro mengine, kila kiingiza inamwagika. Ndani kuna hasadi, ndani ya moyo, ndani yake kuna chuki, kuwachukia watu, ndani yake kuna ria, ndani yake kuna wabughudhi watu, kugombana na watu, na kiburi ndani ya moyo. Kwa hiyo Mungu ataingiza wapi pale? Lazima moyo uwe safi, Mungu ndiye anaweka. Ndio tukatolewa mfano wa glasi iliyojaa maji, ukiingiza maji mengine yanamwagika, lakini glasi tupu ukijaza inaingia. Ndio sawa sawa na moyo, ukiwa safi Mungu anaweka ilmu, anaingiza nuru, anaingiza ucha Mungu, anaingiza kila kitu illa biiznihi. Wasia kursiyuhu samawati, imeenea ilmu yake mbingu zote, wal ardha, na ardhi. Hii tafsiri moja. Wakila, na kauli nyingine nasema al-kursi
ni kitu Mwenyezi Mungu alichokiumba, ndio jina lake kursi, na ni kikubwa mno. Mbingu 7 hizi na ardhi, yani dunia, mbele ya kitu hicho kinachoitwa kursi alichokiumba Mungu ni sawa na dirham, au tunasema sisi zile shilingi 10, au zamani kulikuwa na daladala zile shilingi 5. Ukizichukua 7 ukazimwaga katika ngao kubwa, inachukua nafasi kiasi gani? Ndio ukubwa wa kitu hicho alichokiumba Mungu, nacho kinaingia katika sam'iyat, ni vitu vyenye kusikiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini hatujawahi kuviona. Na ndio maana tumesifiwa ndani ya Qur'ani, yu'minuna bil ghaibi, Waislamu ni wale ambao wanaamini ghaibu. Kwa hiyo kursi ni kubwa, ikichukuliwa mbingu 7 zote, ikachukuliwa na dunia ikawekwa mule, ni sawa na kuchukua shilingi 10 zile tunazotumia sisi hapa, ukazirusha kwenye ngao kubwa, hazichukui nafasi. Na wanasema katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, wama samawati 7 fil kursi, na haikuwa mbingu 7 kwa mbele ya kursi, illa kadarahima 7, kama dirham 7 ulqiyat fi tursin, zilizotupiwa kwenye ngao. Wala yauduhu, wala haimshindi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu haimshindi hifdhuhuma, kuhifadhi mbingu na ardhi. Kwamba sasa hivi Mungu kashazeeka, kwa hiyo kazi ile amewapa baadhi ya viumbe vyake waendelee. La, Mungu hazeeki wala hachoki wala hasinzii wala halali wala hashindwi kuhifadhi mbingu na ardhi. Wala yauduhu, wala haiwi uzito juu yake, hifdhuhuma, kuhifadhi mbingu na ardhi. Wa huwa, na yeye Mwenyezi Mungu, al-aliyu, mkuu, fauka khalqihi, juu ya viumbe vyake, bilqahari, kwa kuwatenza nguvu, al-azim, ni mkubwa. Hapa ndo tumemaliza Ayatul Kursi. Jana tulieleza baadhi ya faida yake. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe, mwenye kutaka kutumia atatumia. La ikraha fi dini. Alikuwa mtu mmoja katika watu wa Madina, ana watoto wake 2 hawakusilimu. Sasa anawatenza nguvu wasilimu. Kisha akaenda akamuuliza Mtume, hivi ninavyofanya mimi sawa? Ikateremka aya hii, la ikraha fi dini, hapana kutenza watu katika kuingia katika dini. Watu kwenye dini aingie kwa khiari yake, asilazimishwe mtu. Qad tabayyana rushdu, hakika imedhihiri uongofu. Maana yule mwelekeze uongofu mpaka uone, lakini usimlazimishe. Minal ghayyi, wenye kuepukana na upotevu. Ai, maana yake dhahara bil ayati al bayinat, umedhihiri uongofu kwa dalili zilizo wazi. Anna al imana, kuwa imani, rushdun, ndio uongofu. Wal kufra, na ukafiri, ghayyun, ni upotevu. Nazalat, iliteremka aya hii, fi man kana lahu, wa mtu ambaye alikuwa naye, min al-answari, katika watu wa Madina, auladu, alikuwa na watoto, arada, alikuwa anataka yeye, an yukrihahum,
ala alislam, watoto wakubwa washabaleghe, anataka kuwatenza nguvu kuingia katika Uislamu. Baadaye walisilimu, lakini maana yake anafundishwa hivi, nenda kazungumze nao kwa mawaidha yaliokuwa mazuri. Wanasema wale Waswahili, maneno mazuri humtoa nyoka pangoni. Nenda kaseme nao kwa maneno mazuri. Akasema nao akasilimu, lakini wakati ule akiwalazimisha, basi wale watoto walikuwa namkimbia, wakiona saizi baba anaingia ndani, wao wanaondoka. Wanajua saizi baba akashalala, ndio wanakwenda nyumbani. Faman yakfur, basi ambaye atakufuru, bitaghuti, kwa kukufuru sheitani, yani kumkataa sheitani, au al-asnam, au masanamu, ndio taghuti. Wa huwa, na neno hili taghuti yutlaqu ala al-mufradi wal jam'i, hutumika katika mufrad na jamu. Sanamu likiwa moja linaitwa taghuti, yakiwa mengi yanaitwa taghuti. Sheitani yakiwa moja anaitwa taghuti, wakiwa wengi wanaitwa taghuti. Wa yu'min billahi, na akamwamini Mwenyezi Mungu, basi huyo faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, basi hapana shaka huyo, hakika huyo ameshikana na fundo lisilokatika, maana yake al-aqdul muhakkamu, sehemu iliyofungwa kisawasawa, maana yake ni dini ya Uislamu. La infisama laha, hakuna kukatika. Wallahu, na Mwenyezi Mungu ni samiun, mwenye kusikia mno, lima yuqalu, kwa yale yasemwayo, alimun, ni mjuzi, bima yufalu, kwa yale yafanywayo. Mungu anajua yote, wala asijititimue mtu kujifanya yeye mwema aliyakuwa si mwema. Mbele za watu anaonyesha wema, akiwa peke yake anafanya maasi. Hakuna haja ya kufanya hivyo. Mungu anajua dhahiri kama anavyojua batini, sawa sawa tu. Sisi binadamu jambo la siri ndio linakuwa tabu kulijua, jambo la dhahiri tunalijua. Kisha walikuwepo baadhi ya wanaswara kule Madina, wakasilimu. Mwenyezi Mungu anasema, Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwanusuru na mwenye kuwatawalia mambo yao wale ambao wameamini. Anafanyaje Mwenyezi Mungu? Yukhrijuhum min adh-dhulumati, anawatoa katika viza vya ukafiri, ila nuri, kuwapeleka katika nuri ya imani na Uislamu. Walladhina kafaru, na wale ambao wamekufuru, awliyauhum at-taghutu, mwenye kuwatawalia na kuwanusuru wao ni wale mashetani na yale masanamu. Vitu hivyo yukhrijunahum, wanawatoa wao, minan nuri ila dhulumati, vinawatoa vitu hivyo kutoka katika nuru kuwapeleka katika viza vya ukafiri. Ulaika, hao basi twendapo kuwaeleza, ashabu nari, ndio watu wa motoni. Hum fiha khalidun, wao humo motoni wataingia milele.
alam tara, wewe hukuona? Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila alladhi haja Ibrahima, yule aliyejadiliana na Mtume Ibrahim, naye ni mfalme Namruz kwa zale, fi rabbihi, katika Mola wake. Maana yeye anamuuliza Mtume Ibrahim, niambie habari ya Mungu wako, anaweza kufanya nini? An atahu mulka, an atahu Allahu almulka. Mtu mwenyewe yule anajadiliana na Mtume Ibrahim ni yule aliopewa ufalme na Mungu, kisha akadai yeye ndo Mungu, anaitwa Namruz. Ikampelekea kiburi chake kuikufuru neema ya Mwenyezi Mungu. Izqala, pale aliposema Ibrahimu, Mtume Ibrahim katika kumjibu, lamma qala, pale aliposema yule mfalme Namruz, lahu, kumwambia Mtume Ibrahim, man rabbuka alladhi tad'una ilayhi, yupi Mungu wako ambaye unawalingania, unatulingania tumfuate Mungu wako? Ni nani huyo Mungu wako? Alisema Mtume Ibrahim, rabbi alladhi yuhyi wa yumitu, Mola wangu mimi ni yule ambaye anahuisha kwa kuumba, wa yumitu, na anafisha kwa kutoa roho. Qala, akasema yule Namrud, huwa yeye anasema hivi, ana uhyi wa umitu, na mimi nahuisha na nafisha. Akaamrisha wale watu wake, wale maaskari wake wale, nendeni kule jela, kanileteni mtu alohukumiwa kunyongwa. Akaletwa, akasema huyu namsamehe, naona nampa uhai. Kisha akawatuma tena, nendeni kamchukueni mtu yoyote barabarani hapo mkimkuta. Wakaenda wakamchukua, wakaweka, naona huyu ana makosa yote, mimi namua, kwa mimi nahuisha na nafisha. Basi Mtume Ibrahim alayhi wa ala nabina salatu wassalam, alipomwona yule mpumbavu hataki kuelewa, falamma raahu, alipomwona ghabiyan, mpumbavu haelewi, qala, akamwambia Ibrahimu, Mtume Ibrahim akasema, fa inna Allaha, maana namtolea hoja ya pili, basi hapana shaka Mungu wangu huyo Allah, yati bishamsi min almashriq, ndiye anaileta jua linatoka mashariki linakwenda magharibi, fati biha min almaghrib, kama we Mungu kweli lilete, libadilishe ili jua, badala ya kutoka mashariki kesho litoke magharibi. Fabuhita, akashindwa, tahayara wa dahasha, maana yake ametoshewa na amepigwa na mshangao, hoja ile haiwezi. Alladhi kafara, yule aliyekufuru, naye ni Namrud. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalim, bilkufri, kwa ukafiri. Kisha hapo muda wetu ndio unaenda kukatika, au tumalizie kipande hichi? Haya, anasema au kalladhi, au kama yule ambaye marra ala qaryatin, alopita katika kijiji chenyewe Baitul Maqdis,
alikuwa mtu mmoja mfalme anaitwa Bukhtunsor. Huyu mfalme alikuja pale Baitul Maqdis, akawagawanya sehemu tatu Banu Israil. Sehemu ya kwanza, thuluthi ya kwanza akawaua, thuluthi ya pili akawafanya watumwa, kisha akawaua. Thuluthi ya tatu akaondoka nao kwenda nao Baghdadi, maana yeye alikuwa utawala wake Baghdadi, alikuja pale kupiga na kurudi. Basi huyu ambaye amepita katika kijiji jina lake Uzair alikuwa mcha Mungu. Basi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun, alipitia kijiji wakati ule kijiji hicho kimeporomoka, ala urushiha, kwenye majengo yake imekuwa magofu, watu washauawa, pamebakia magofu. Kala, mwenyewe akasema katika moyo wake, anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha, vipi ataweza kuhuisha Mwenyezi Mungu mji huu baada ya kufa kwake? Maana yake anahisi kama Mungu hawezi. Faamatahu, Mungu akamfisha yeye 100 ami, miaka 100. Lakini hapo alipokufa iko maiti yake, watu wote wanapita hapo, hakuna mtu anaiona. Ana punda wake amekufa vile vile, hakuna anayemwona punda yule. Watu wanapita, wanaishi, wanazaliana, wanaishi, wanafanya nini, yeye yuko hapo hapo. Kisha ana kikapu chake, muna ndani yake zabibu na juisi iliyokamuliwa kutokana na matunda. Nasoma habari yake. Thumma ba'athahu, kisha baada ya miaka 100 Mwenyezi Mungu akamfufua yule, akampa uhai. Kala, akasema Mwenyezi Mungu kumuuliza yeye kwa kumtumia malaika, akamuulize kam labista, muda gani ulikaa katika kufa? Akasema sikufa bwana, nililala tu nimeamka. Kala labistu yauman au ba'da yaumin, nimelala kama siku moja au nusu siku tu. Maana yake alifishwa baada ya alfajiri, alifufuliwa wakati wa magharibi. Kwa hiyo akaona ndo siku moja tu. Kala, akamwambia yule mtu, bal labista 100 amin, Mwenyezi Mungu anakuambia umeishi, umekaa miaka 100 ukiwa maiti. Wewe si ndio unasema Mungu hawezi kuhuisha hapa? Fangur ila taamika, angalia chakula chako, wa sharabika, na kinywaji chako. Chakula ndio ile tini, tini mnaijua inaitwaje kizungu? Nisahau jina lake. Wa sharabika, na kinywaji chako alichokamua kutokana na matunda ya zabibu. Lam yatasanna, haijaharibika hata kidogo. Maatuli zamani, pamoja na urefu wa zama. Wandhuri ila himarika, mwangalie punda wako, umeshakufa, kuna mifupa tu iko chini. Walinajalaka, na tutakufanya wewe, huyo Uzairi anaambiwa, ayatan, kuwa ni aya, ni dalili ya kwamba Mungu anaweza kuhuisha.
Linasi, watu wapate kujua. Inaitwaje? Fix dotin. Wandhur ila li'idhami, na angalia hii mifupa ya punda huyo. Nuharikuha, tutaitikisa. Wanarfauha, na tutainyanyua. Kila mfupa utakaa mahali pake. Kisha baada ya hapo, thumma naksuha lahma, kisha tutaivisha nyama, kisha tutavisha ngozi, kisha tutarudisha uhai wake, upate kuona wewe Mungu anahuisha vipi. Thumma naksuha lahma falamma tabayyana, ilipomdhihirikia lahu yeye, qala, hapo ndo akasema, a'lamu, natambua vyema sasa, anna Allaha, kuwa Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir, kwamba Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Matokeo yake wale Mayahudi wakaanza kumwabudu yeye. Na Wanaswara ndo hasa Wanaswara wakamwabudu yeye. Mayahudi wakasema Uzairu ibnullah, Uzairi mtoto wa Mungu, ndo huyo Uzairi mwenyewe, ndo huyo. Wale Manaswara wakasema Isa ibnullah, Isa ni mtoto wa Mungu, lakini kisa chake ndo hiki. Akawa mcha Mungu sana, akawa wali wa Mwenyezi Mungu, hakupewa utume. Wallahu wa rasuluhu a'lam.